Jambo, karibu. Tutaangalia taswira ya KCSE sarufi mtihani wa kwanza. Kwa hivyo ni maswali na majibu. Swali la kwanza linasema, toa mifano miwili ya sauti guna ambazo ni vipasuo. Kwa hivyo sauti guna ambazo ni vipasuo ni da, ba na ga. Sauti guna ambazo ni vikwamizo. Kuna fa, tha, sha na ha. Hilo swali limetoka kidato cha kwanza sauti. Swali la ba linasema onyesha mofimu katika neno aliyemcha. Kwa hivyo kuna a, li, ye, m, ch, a. A ni nafsi ambayo ni nafsi ya tatu umoja au ngeli, ngeli ya awa. Li ni wakati uliopita. Ye ni kirejeshi. Kuna m ambayo ni yambwa mtendewa, ch ni mzizi na a ni kiishio. Cha, andika sentensi yenye muundo ufuatao. Kundi nomino iwe na kiwakilishi na kivumishi. Kundi tenzi iwe ni kitenzi kisaidizi na kirai husishi. Tutakuwa na mfano, yule mtukutu alikuwa chini ya mti. Yule ni kiwakilishi, mtukutu ni kivumishi, alikuwa ni kitenzi kishirikishi, chini ya mti ni kirai husishi. Da, tumia neno shirika kama nomino na kama kielezi katika kutunga sentensi moja. Kwa hivyo ni sharti sentensi iwe moja. Tuko na mfano pale. Wafanyakazi wa shirika lile walifanya kazi kwa ushirikiano. Natumai tuko pamoja. Tuendelee. Tuende swali la e. I. Iko hapa. Kwa kutunga sentensi, vumisha neno ng'ombe kwa kivumishi cha idadi bainifu. Kwa kutumia neno ng'ombe. Kwa hivyo tuko na nomino ng'ombe. Tunatakiwa tutunge sentensi, tutumie hilo neno ng'ombe kama kivumishi na lazima kiwe kivumishi cha idadi bainifu. Kumbuka kuna vivumishi vya idadi na kuna idadi jumla na kuna idadi kamili. Kwa hivyo ng'ombe 6 wamepelekwa malishoni. 6 ndio kivumishi cha idadi bainifu. Kama angesema ng'ombe wote wamepelekwa malishoni, wote ingekuwa ni kivumishi cha idadi ndio, lakini idadi kamilifu, bali si idadi bainifu. Fa. Andika sentensi ifuatayo katika hali ya kutendewa. Katika hali ya kutendewa. Mtoto wa waziri amekufa. Kufa katika hali ya kutendewa ni fiwa. Kwa hivyo utasema waziri amefiwa na mtoto wake. Waziri amefiwa na mtoto wake. Twende katika swali la ga. Yakinisha sentensi ifuatayo katika wakati ujao hali timilifu. Kuyakinisha ni kukubaliana na kitu fulani. Kinyume cha kuyakinisha ni kukanusha. Msomi hakutukuzwa siku hiyo. Kumbuka unafaa kuyakinisha katika wakati ujao hali timilifu. Msomi hakutukuzwa siku hiyo. Wasomi watakuwa wametukuzwa siku hiyo. Kwa hivyo hakuwa wametukuzwa itakuwa watakuwa wametukuzwa siku hiyo. Twende ha. Tunga sentensi moja inayobainisha maana mbili tofauti za neno chuma. Kwa hivyo ni sharti sentensi iwe moja. Kwa hivyo kuna chuma ambacho ni kifaa cha madini na kuna chuma kutafuta pesa na kuna chuma kule kutoa matunda mtini, plucking fruits. Kwa hivyo unafaa kutunga sentensi moja ubainishe maana mbili. Kwa hivyo unaweza bainisha maana ya kwanza na ya pili ama ya pili na ya tatu. Tuangalie mfano ambao tumepewa. Tunasema Bakari alichuma matunda kule kutoa matunda mtini. Bakari alichuma matunda ya parachichi kwa kutumia kifaa kilichotengenezwa kwa chuma. Sentensi ni moja na imebainisha matumizi mawili ya neno chuma. Tuendelee. Tuende katika swali la I. Tambua kiima na aina ya yambwa katika sentensi ifuatayo. Tambua kiima na aina ya yambwa katika sentensi ifuatayo. Mwalimu mkuu hupigiwa nguo pasi na Maria. Mwalimu mkuu hupigiwa nguo pasi na Maria. Mwalimu mkuu ni yambwa tendewa au kitondo. Nguo ni yambwa tendwa au kipozi.
Pasi ni yambwa ala au kitumizi na Maria ni kiima. Natumai hayo tunaelewa. Twende katika swali la ja. Kwa kutumia mifano mwafaka, fafanua miundo yoyote miwili ya kirai. Miundo yoyote miwili ya kirai. Kuna kirai ambacho ni nomino pekee, kwa mfano mtoto. Kuna kirai ambacho ni kiwakilishi pekee, kwa mfano yule. Kuna kirai ambacho ni nomino, kiunganishi na nomino. Nomino, kiunganishi na nomino. Utapeana mfano. Kuna kirai ambacho ni nomino na kivumishi. Kuna kirai ambacho ni nomino, kivumishi na kivumishi. Kuna kirai ambacho ni nomino, kivumishi na kielezi. Na kuna kirai ambacho ni nomino na kishazi. Utapeana mfano. Twende swali la ka. Okay. Okay, tunaambiwa andika sentensi ifuatayo kwa wingi. Mgeni huyo na mwingine walikula wali kwa umma. Wingi itakuwa ni wageni hao na wengine walikula wali kwa vyuma. Naam. Swali la andika neno lenye silabi funge yenye muundo wa konsonanti moja. Silabi funge ambayo ni muundo wa konsonanti moja. Natumai umesoma silabi, kuna silabi wazi na kuna silabi funge. Silabi wazi ndio silabi huru. Kuna toto, kwa hivyo hii ni konsonanti moja. Kwa hivyo hii ni silabi na iko na konsonanti pekee, ni silabi funge. Tuangalie swali la ma, linasema badilisha sentensi ifuatayo iwe katika udogo wingi. Kwa hivyo ni udogo na wingi. Kuna baadhi ya wanafunzi ambao watabadilisha katika udogo pekee, wasahau kuweka katika wingi. Sentensi inasema ng'ombe wangu ana ndama mdogo. Ng'ombe wangu ana ndama mdogo. Kwa hivyo katika udogo wingi ni vigombe vyangu vina vidama vidogo. Vigombe vyangu vina vidama vidogo. Na tunga sentensi zenye mpangilio ifuatayo. Sentensi ya kwanza iwe na kishazi tegemezi na kishazi huru. Mtoto aliyewasili, hicho ni kishazi tegemezi. Aliyewasili leo amerudi kwao. Kwa hivyo mtoto aliyewasili leo ni kishazi tegemezi, amerudi kwao ni kishazi huru. Utaangalia mfano mwingine pia. Pili, sentensi iwe na kishazi tegemezi na kishazi tegemezi. Angalilima kwa bidii, hiki ni kishazi tegemezi cha kwanza. Angalilima kwa bidii. Angalivuna mavuno tele. Hicho ni kishazi tegemezi cha pili. Kwa hivyo sentensi yako iwe na kishazi tegemezi na kishazi tegemezi. Twende katika swali la o. Eleza matumizi ya ki katika sentensi ifuatayo. Eleza matumizi ya ki katika sentensi ifuatayo. Nyamunga na kitoto wamekuwa wakila wakiimba kikasuku. Kwa hivyo kuna ki ya kwanza katika neno kitoto. Kuna ki katika neno wakila. Kuna ki katika neno wakiimba na kuna ki katika neno kikasuku. Kwa hivyo ki katika neno kitoto ni udogo. Nyamunga na kitoto. Hii ki ni ya udogo. Wakila, wakiimba. Inamaanisha ki imetumika kuonyesha vitendo viwili kufanyika kwa wakati mmoja. Amekuwa akila akiimba. Amekuwa akipika akiimba. Mambo kama hiyo. Hayo. Na kuna hiki katika neno kikasuku. Inamaanisha ni ki ya kielezi. Kwa hivyo hicho ni kielezi cha namna mfanano. Amekuwa akiimba kikasuku. Anaimba namna kasuku. Anaimba. Twende katika swali la pi. Swali hilo hapo. Swali linasema changanua sentensi ifuatayo kutumia mchoro wa matawi. Sasa utatumia mchoro wa matawi. Hapa sentensi imechanganuliwa tu. Mtoto wa mchomba alikuja kwetu nyumbani jana. Mtoto wa mchomba. Mtoto wa mjomba. Mtoto wa mjomba alikuja kwetu nyumbani jana. Kwa hivyo kuna sentensi na hata unaambiwa zingatia uchanganuzi wa njia ya matawi. Sentensi kuna kundi nomino na kundi tenzi. Huyo katika kundi nomino kuna nomino kivumishi na nomino kundi tenzi. Mtoto wa mjomba kufikia hapo ni kundi nomino. Mtoto wa mjomba. Mtoto wa mjomba kundi nomino limefikia hapa.
Kwa hivyo kuna nomino, kivumishi na nomino. Alikuja kwetu nyumbani jana, ili ni kundi tenzi. Kundi tenzi liko na kitenzi. Alikuja kwetu ni kivumishi, nyumbani jana. Hiki ni kielezi. Kielezi cha mahali, kielezi cha wakati. Andika kwa msemo wa taarifa. Yafaa tumwendee mama mkubwa ili atushauri juu ya jambo hili. Amina alipendekeza. Unafaa kuandika katika usemi wa taarifa. Amina alipendekeza kuwa ilifaa wamwendee mama mkubwa ili awashauri juu ya jambo hilo. Amina alipendekeza kuwa ilifaa wamwendee mama mkubwa ili awashauri kwa jambo hilo. Andika kinyume cha chakula hiki kitamu nitakimeza. Unafaa kuandika kinyume. Chakula hiki kichungu nitakitema. Hicho ndio kinyume. Tunga sentensi ukitumia viwakilishi vifuatavyo. Kuna kiwakilishi cha nafsi huru na kuna kiwakilishi cha nafsi kiambata. Kiwakilishi cha nafsi huru ni maneno kama sisi, wewe, nyinyi, yeye na kadhalika. Mfano tumepewa katika sentensi, mimi hupika vizuri. Neno mimi, hiki ni kiwakilishi cha nafsi huru. Kiwakilishi cha nafsi viambata ni kama ni, aliondoka jana. Hiki ni kiwakilishi cha nafsi ya tatu moja. Kwa hivyo ni kiambata. Kiambata inamaanisha kiwakilishi hiki huambatanishwa na viambishi vingine katika neno ili kutokeza maana yake halisi. Hilo ni swali la S. Tuangalie kama tumefika mwisho wa taswira ya KCSE sarufi mtihani wa kwanza. Tutaendelea na mtihani wa pili, na iwapo unanufaika kutokana na hizi video, utasubscribe na kushare. Kwa hivyo katika video nyingine, tutaangalia huu mtihani wa pili ambao ni taswira ya KCSE sarufi. Unaona pale swali la kwanza unaambiwa, andika ufanano mmoja wa sauti zifuatazo. Mfanano kati ya ya na tha, kuna ta na la na kuna ma na za. Kwaheri kwa sasa.